Jana wakati nipo ndani nimekusikia wewe na mdogo wako maongezeni mlikuwa mnaongea. Hebu niambie, mlikuwa mnaongelea nini? Na kuuliza mlikuwa mnaongelea nini wewe na mdogo wako jana? Niambie sasa hivi kabla bado sijatumia nguvu yangu ya uzazi nikakukafua. Seti. Ngoja niamsha nikupikie tena, sio kawaida yako. No, usijali. Kuhusu swala chai, mimi nimeshaandaa chai kwa ajili yako. Hii ni chai kweli au ni sumu? Maana toka jana hajasema chochote. Basi hamna shida. Sasa sijisikii kunywa chai, nikijisikia nitakunywa. Okay. So, mimi nakwenda kazini. Sijui labda unahitaji chochote? Usinifanye nikatumia nguvu yangu ya uzazi. Si umenielewa? Yaani Daseti. Unataka kumpata bonge bwana. Wow. Baba mi pesa. Baba mi hela. Unajua hela. Kitimoto. Kilo 3, kilo 4. Mibia sasa. Shisha ndo usiseme. We. Hilo domo lako hilo. Sasa hamna shida mume wangu. Take care. Yaani ametulia tu ananiaga. Mimi nilidhani leo asubuhi nitafungasha virago na kuondoka. Mungu wangu. Niambie mlichokuwa mnaongea ni nini? Nitakufumua unione mbaya. Hebu niambie, ulikuwa unaongelea kuhusu nini? Tunaelewana hapa. Wewe unapenda kula? Haya ndo malipo yako. Bwana tutule afu nimeshakwambia wewe niambia nifunge mdomo, nimeshafunga mdomo na nishakuelewa. Shida nini? Shona. Seti. Mama Sofia kapata bwana. Kapata bwana? Amepata zee. Mzee gani huyo? Kuna mzee alikuwa anataka vitu vya 2000. Hebu niambie anaitwa nani? Huyo mzee anaitwa nani? Mzee Chela. Mzee nani? Mzee Chela Shomali Mtepa. Yaani mama nilikuwa nimekumisi. Maana karibia miezi 3. Amna mwanangu. Si unajua changamoto nilizokuwa nazo nyumbani. Na unajua sina mume, baba mimi, mama mimi. Kwa hiyo usijali. Mimi nilijua tu kwamba utasema hivyo. Niambie za huko. Mbona mwanangu? Niambie mama. Mimi ujio huu nilokuja hapa kwako nimeshtushwa. Nimekupigia simu ili tukutane kwa sababu wewe ni mtu wa muhimu sana kwangu. Na sio kama ni mara kwanza au ya pili kukupigia simu ili nikushirikishe matatizo yangu. Mbona unaongea kwa uchungu mrembo?
kwani kazi ambazo tunafanya na wewe hapo awali kuliko utata wowote ama changamoto yoyote ile. Basi kama kuna utata nipe jibu. Ivan, jana nilimfumania mume wangu ndani ya nyumba yangu kwenye kitanda changu. Kuna njozi nimeiota. Ile ndoto imenitia wasiwasi sana. Nikaona ngoja nikimbie kwa mtoto wangu, nikaangalia kuna usalama. Unatia wasiwasi? Hata mimi mwenyewe nimepata hiyo wasiwasi, na ndio maana nimekuja hapa nyumbani kwako. Muona mwanangu, mimi tangu nilipoishi na marehemu baba yako mpaka anapata umauti, sijawahi kumchiti baba yako hata siku moja. Na wewe mwenyewe ulikuwa unaona pale nyumbani mmeishi vizuri, mmesoma, lakini hii ndoto mimi imenitia wasiwasi mkubwa sana. Sikuwahi kumsaliti baba yako hata siku moja, wala kumchiti kimapenzi. Mona, iheshimu sana ndoa yako, muheshimu mume wako. Ndio anakupendaga hiyo. Oh no. Come on. Na ukiangalia ni mtu ambaye nilimwokota, hana maisha, hana kitu chochote, nikamchukua nikamkubali kwa hali yake. Ona vitu anavyonifanyia sasa hivi. Yaani pole sana. Chumbani kwako, kitandani kwako. So kweli dunia ina huruma. Sasa sijui kuhusiana na swala fumanizi, kwa upande wako wewe ulichukua maamuzi gani? Hili jambo limenifanya nimemkumbuka sana ex wangu, na najuta sana kumpoteza, japokuwa mimi ndo nilimkosea. Ndoa ni heshima kwa mwanamke wa aina yoyote. Asiyekuwa na ndoa si mwanamke huyo. Isamini sana ndoa yako mwanangu. Hii ndoto imenitia hofu. Asante mama, mimi nimekuelewa. Kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipatia mama kama wewe. Wewe ni mama bora kwangu, kwa sababu mamangu hujawahi kuniacha hata kwenye shida hata siku moja. Mama, haya ambao umeniambia, umenisii, nimeweka yote kichwani. Niseme kwamba Mungu azidi kukuweka. Nakupenda sana mamangu. Pole, lakini swala ndoa sitaki liongele sana, cause najua kwamba mtakaa, mtaongea, kisha mtalitatua. So kwa upande wangu na wewe tuongee tu business. Unajua nini Ivan? No, sijui, niambie. Wewe moyoni mwako una furaha, una amani, kwa sababu mke wako anakuheshimu, anaheshimu ndoa yako na kitanda chako pia. Ila yalikuta mimi, ingekukuta wewe, sijui kama ungevumilia. Hata mimi nakupenda pia. Mimi sikuja kukaa sana. Hamna shida mama. Tunywe kidogo.
Nimejaliwa kupata mama kijana anayejipenda. Haya mama. Zingatia nilichokwambia. Heshimu ndoa yako. Mimi naenda. Can you imagine Ivan? Nimewekeza zaidi ya milioni 9, lakini hamna chochote nilichokipata. Sio napeleka kwa mchepuko. Yaani hamna nilichokipata zaidi ya kupata hasara. Oh, Cherry, don't cry my princess. Be strong. Itapita. Niwe strong kwenye usaliti wa mapenzi, pesa, imani yangu. Hilo ni jambo gumu sana Ivan. Lakini nimeamini kuwa mapenzi ni safari ndefu sana. Ndio maana moyo unachoka. Na najuta kukupoteza wewe. Najuta kwa nini ulinitongoza nikakataa. Natamani kama ningekuwa na uwezo basi ningerudisha siku nyuma. Unitongoza nikukubalia. The golden chance never come twice. Sawa. Nakumbuka nakupenda sana. Hapa naishi peke yangu. Kama ukipenda unaweza kulala. Fata nyayo zako. Mbona neno linatoka? Fata nyayo zangu mimi mama yako. Haya twende. Pekea tu. Unaona sijui kweli mimi Kiingereza. Anaitwa Mzee Chela. Mzee Chela Shomari Mtepa. Nimesikia maongezi yenu yote ulikuwa unaongea na mdogo wako. Turudie mwenyewe. Wewe urudie.